Mawigi ambayo yanatokana na nywele za wanadamu, ambayo ndio ya gharama kubwa, ambayo yanafanya watu waseme wanapendeza, mengi katika haya yanatokana na nywele za Wahindi. Nywele za mengine nakuwa na nywele za wazungu, lakini nywele za wazungu wanasema katika soko, pamoja na kuwa zina gharama, lakini zinakuwa zinakatika na kuisha upesi, na zinakuwa sio laini kama za Wahindi wanavyosema wao katika soko. Na kwa hiyo nywele ambazo zinakuwa na gharama na zinadumu kwa muda mrefu, kwa sababu wengine huwa wananyoa upara halafu wanafanya nywele zisiote, halafu wanalibandika ile wigi la nywele za binadamu kwa lengo la kukaa muda mrefu. Nywele hizi zinatoka India. Nywele nyingi hizi za wigi zinatoka katika hekalu moja maarufu la Kihindu. Hekalu moja maarufu la Kihindu. Wahindu wanaabudu miungu. Na liko hekalu moja, pamoja na kuabudu miungu mingine, linaabudu Mungu mmoja ambaye anajulikana kwa jina la Vishnu. V-I-S-H-N-U, Vishnu. Na majina mengine ambayo tutayaona baadaye kidogo. Sasa hili hekalu maarufu ni India. Liko katika eneo moja linaloitwa Tirupati. Tirupati ni T-I-R-U-P-A-T-I. Na mji huu unaoitwa Tirupati uko katika wilaya inaitwa Chittor, C-H-I-T-T-O-R, Chittor District. Eneo la kusini mwa jimbo la Andhra Pradesh. Andhra Pradesh, A-N-D-H-R-A, halafu Pradesh, P-R-A-D-E-S-H. Na ukitaka kufika hapo unaweza kupata safari na kufanya safari ya treni kutoka mji wa Chennai, ambao zamani ulikuwa unaitwa Madras, kule Tamil Nadu, na utapanda vilima hapo. Kuna vilima maarufu vinaitwa vilima 7, na utafika eneo linaloitwa Tirumalai, T-I-R-U-M-A-L-A-I. Na hapo Tirumalai ambao ndio kilima cha mwisho katika hivyo vilima 7, ndipo sasa utakuta hili hekalu. Hili hekalu hili ambalo sasa linaitwa jina gumu kidogo la Kihindi, lakini tunaweza kulisoma sasa, linaitwa Tirumala Tirupati Devasthanam. T-I-R-U-M-A-L-A, Tirumala. Alafu Tirupati, T-I-R-U-P-A-T-I, Tirumala Tirupati. Halafu Devasthanam inaandikwa D-E, halafu V-A-S-T-H-A, halafu N-A, halafu M, wakati mwingine anaweka na S. Tirumala Tirupati Devasthanam. Alafu vile inajulikana kama Venkateshwara Temple. Venkateshwara Temple au hekalu la Venkateshwara. Venkateshwara inaandikwa V-E-N-K-A-T-E-S-H-W-A-R-A,
Venkateshwara, Venkateshwara Temple, yani hekalu la Venkateshwara. Pamoja na kuabudu miungu kadhaa mingi, Wahindi wanaabudu miungu mamilioni kwa mamilioni. Nchi ya India inaabudu miungu zaidi ya milioni 300. Pamoja na miungu mingine, huyo Mungu ambao wanamheshimu sana na kumwona mkubwa sana kwenye hilo hekalu, ndio huyo anaitwa Mungu Vishnu, ambao vile vile wanamuita jina la Lord Balaji. L-O-R-D, Lord, ile tunayotumia kwenye Lord Jesus. Kwenye Lord Jesus. Sasa huyo anaitwa Lord Balaji. Bwana Balaji, kama hivi tunavyosema Bwana Yesu. Nao wanamuita Bwana kwa ngazi hiyo ya Yesu. Sasa wanamuita Bwana Balaji, Lord Balaji, au hiyo jina jingine Vishnu. Hekalu hili sasa tunaweza kuona picha zake na habari zake katika anwani ya mtandao ifuatayo: www hivyo alafu Culture Looks, C-O-U-T-U-R-E, Culture Looks, C-O-U-T-U-R-E, alafu LOOKS.abitofhistory.html, culturelooks.com/abitofhistory.html. Na kwako wewe ambao unafuatilia kipindi kwa njia ya television, na hata kwako ambaye uko katika ibada hii sasa, kwa muda mfupi tunaweza kuona hili hekalu hili ambalo tunalizungumza picha yake ikoje. Ile ndio hekalu ambalo linatoa nywele nyingi zaidi za mawigi, na wanavyotoa nywele hizo ndio tutakuwa tunaelezana sio muda mrefu kwamba hizi nywele zinapatikana namna gani. Katika maelezo ambayo unaweza kupata katika mtandao huo niliokutajia wa hilo hekalu, na vile vile unaweza kupata mtandao huu vile vile maelezo haya yote ninayokueleza katika anwani nyingine www.hindu yote ni herufi ndogo, hindu-blog.com/on-human-hair-tonsword, TONCURED-AT-Tirumala, TIRUMALA.html. Katika anwani hii na anwani ile nyingine nilikutajia kwa habari ya hekalu, unaweza kupata taarifa hizi ninazokuelezea hapa. Na kujua sio taarifa zangu, ni taarifa za wenye hekalu wanaelezea juu ya hekalu lao. Sasa wanaeleza kwamba kwa mwaka mmoja wanakwenda Wahindi kutembelea hekalu hili wanaofikia milioni 20 kwa mwaka mmoja. Ndio hekalu ambalo liko busy kuliko mahekalu mengine yote, na tajiri kuliko mahekalu yote duniani ya miungu. Na hekalu hili sasa linatembelewa na Wahindi milioni 20 kwa mwaka. Sasa
wanavyofika hapo, hawa Wahindi wanakuwa wanaume, wanakuwa wanawake, vijana, watoto, watu wazima na kadhalika. Sasa katika ibada yao ya miungu, baada ya kufanya ibada zao za miungu, kwa jinsi ambavyo wanamwabudu huyo Mungu wao anaitwa Vishnu, katika kuamini kwamba amejibu maombi yao, wanatoa sadaka yao ya shukurani, nywele zao. Kwa hiyo kunakuwa na mamia kwa mamia ya watu wanaonyoa nywele na kuacha hao kuwa vipara, na wanawacha hao wakiwa vipara. Nywele hizo wanazinyoa kwa wembe. Kwa hiyo wanakuwepo mamia kwa mamia ya wanyoaji wa nywele ambao wanafanya kazi hiyo saa 24 kila siku. Na wanasema kwa wastani kila siku wananyoa watu 1500 katika viwango vya chini, lakini wakati ambapo watu wamekuwa wengi zaidi, idadi inazidi sana hiyo, na vinyozi wanaongezeka. Sasa wanazitoa zile nywele kama sadaka ya shukrani. Kwa hiyo wanapokuwa wanatoka, wao wanatoka kwa kufurahi kwamba Mungu wao amepokea sadaka yao ya shukrani. Na katika maelezo yao wenyewe wanaandika hivi kwa maneno yao wanayoandika kwenye mtandao wao. The temple at Tirupati is one of India's busiest. The temple has an invigorating business selling hair. Many of the temple's 20 million visitors each year shave their heads in gratitude for a blessing. Maelezo mengine hapo wanaandika head tonsuring, ambayo inazungumzia hiyo kunyoa nywele, kuacha kichwa kiwa kipara. At the 1200-year-old Venkateshwara temple is a symbolic gesture surrendering one's ego to God. Hindu devotees also offer their hair to Lord Balaji for favors received, to show gratitude and respect, and go on a pilgrimage to Tirupati to shave off their hair. The human hair from Hindu temples like Tirupati is nicknamed temple hair. Kwa hizi nywele India zinajulikana kwa jina nywele za hekalu. Tuseme wote, nywele za hekalu la Mungu Vishnu. The human hair from Hindu temples like Tirupati is nicknamed temple hair and is of great demand due to its spiritual value. Zinatakiwa sana na gharama yake ni kubwa kutokana na thamani yake ya kiroho. Tupo? Sasa kabla kuendelea kuona nywele zinavyotengenezwa, tuone picha ya wanawake watu wazima na watoto wakiwa wameshanyolewa nywele zao hapo kwenye hekalu. Kwenye TV yako unaweza kuona sasa kwenye screen hao. Hizi ndizo nywele ulizozivaa mwanamke.
Hizo ndizo nywele ulizozivaa waziri. Hizo ndizo nywele ulizozivaa mbunge. Ndizo nywele ulizozivaa mke wa rais. Ndizo nywele ulizozivaa mke wa waziri mkuu. Nywele zile zinavyonyolewa sasa zinakusanywa na kuwekwa kwenye mapipa. Wanaelezea wenyewe hapa. Wanaelezea wenyewe hapa kwa maneno yao wenyewe bila mimi kuongeza kitu. Wanasema huyo kinyozi akishakuwa amenyoa nywele hizo kwa wembe, sasa wanasema the bundles of hair are then collected into dust pans and deposited into large bins. The hair is then taken to a factory to prepare it for distribution. Skilled factory workers sort the hair into piles by texture, then into strands by length. A strand is about 200 individual pieces of hair. The hair is brushed with specially designed brushes to keep the cuticles intact. To keep the cuticles intact. The hair is then cleaned and fumigated and bundled for sale. Last year, the Temple says it took in $5.6 million through hair auction. Wanataja kwamba mwaka uliopita waliuza zile nywele, mapato waliyopata kwa kuuza zile nywele ilifikia $5.6 milioni, ambayo kwa fedha zetu za Kitanzania ni karibu shilingi bilioni 7. Ni shilingi bilioni 7 ndio mapato kutokana na hizo nywele. Sasa wanaendelea kusema hapa katika maelezo mengine wanatoa ufafanuzi. Now, who uses the hair from Tirupati? It is said that several Hollywood stars prefer Indian hair. Nani anatumia nywele hizi kutoka Tirupati? Inaelezewa kwamba nyota wa filamu wa Hollywood kule Marekani wanapendelea sana nywele hizi za Kihindi kutoka hapa kwenye hekalu hili. Why? Kwa nini? They are the best quality. Ni za hali ya juu sana kithamani, lakini vile vile kutokana na ile laini yake ya kiroho, kutokana na manufaa ya kiroho yanayopatikana kutokana na huyo Mungu Vishnu. Hebu jaribu kwanza. Ndio anavaa mtu anasema ameokoka. Bwana asifiwe. Haleluya. Vaeni mnachokitaka. Leo shetani ameumbuka. Kwa hiyo kwa maana hiyo, kabla tuendelea, wanaovaa nywele hizi kimsingi tayari wako kwenye ibada ya miungu bila wewe kujijua. Tayari wanamwabudu Mungu Vishnu na kumtukuza, na ndiyo chanzo cha mashetani kuingia katika kanisa la Mungu kama yatakavyo. Hayawezi kuingia full gospel. Tumekataa full gospel kwamba mapepo haya hayawezi kuingia. Na wewe mchungaji, askofu unayefuatilia somo hili kwa njia hii ya TV, unajiita mtume nabii, tumia mamlaka. Yaondoe mapepo kanisani mwako. Yaondoe mapepo kanisani mwako. Yaondoe mapepo kanisani mwako. Yaondoe mapepo kanisani mwako. Yaondoe mapepo kanisani mwako katika jina la Yesu.
katika jina la Yesu. Na miungu hiyo inaamini kwamba kila anayekuwa amevaa wigi hilo sasa amejitoa nafsi yake kumfuata Vishnu. Ndio maana anasema from the angle of spirituality, kutokana na laini ya kiroho. Na hawa manyota wa filamu, watu wa ajabu, majenti wa mashetani Marekani, ambao ushetani wote duniani unaingia kupitia kwao, ndio tunawafuata wa Tanzania na ulimbukeni wetu. Leo tukatae. Leo tukatae. Hata kama unakataa kuokoka, kataa kuvaa wigi. Huwezi kwa sababu manake unahesabika wewe unamwabudu shetani. Utakuwa unajiita Mkristo bure. Utakuwa unasema na dini yako nyingine, kumbe umeshaingia katika ushetani kuliko unavyoweza kufikiria. Kwenye weaving na yote ya nywele zako zinaungwa na manywele mengine hayo, katika weaving, katika kuunganisha hivyo, sasa unaunganishia na manywele hayo. Na kumbuka, watu wengi wanaoenda katika mahekalu hayo, nimeenda kule India mara nyingi, wanakuwa ni dhaifu. Wengine wanaenda ni karibu kufa, wanakaribia kufa. Kwa hiyo wanapokuwa wanakwenda kutoa sadaka zao hizo, muda mfupi tu, wengine baada ya pale wanakuwa wamekufa. Kwa hiyo katika milioni 20 wanakuwa wamekufa wengi, kwa sababu wengine wanaenda wakiwa wamebebwa kwenye machela kama watu wanaweza kufa. Kwa hiyo wanataka kufa mikononi kwa Mungu wao, na wanaamini sasa kwa kutoa sadaka hiyo sasa wamekufa vizuri. Kama sisi tumesema mtu amekufa katika Bwana, na wamekufa katika Bwana wao. Huyo anaitwa Balaji. Kwa hiyo kwa maana hiyo wengi wanaovaa mawigi ya namna hiyo, tungeweza kusema sasa wanavaa nywele za maiti, kwa sababu wengi wao waliotoa nywele hizo hawako hai, wamekufa. Kweli tunaweza kujiona duni kiasi hicho, kufikia mahali tuvae nywele za maiti? Kweli? Na wanaeleza sasa tatizo, kwa sababu wanatia gundi. Wakati mwingine inabidi unatia gundi mara ya kwanza, unangojea, unasema dakika 10 mpaka 15, halafu unatia gundi tena safari ya pili ili ziumane. Sasa anasema wakati mwingine kama mtu ajui ufundi vizuri, jasho linatoka ndani kwa ndani ya kichwa, na wakati mwingine inaleta irritation maarufu mabaya sana. Kwa sababu jasho kama hili unaona linavyokusumbua, unaweza kuona kitambaa unafuta. Sasa fikiria jasho lione linatoka kichwani na umeshatiwa gundi. Huwezi kulifuta, linawasha. Ni mateso ya ajabu sana. Ili kwamba mtu awe mzuri, ili mtu sasa avutie makahaba, maana ndio lengo. Maana unachokitafuta ni nini? Wanachokitafuta ni nini? Haya yanaitwa mavazi ya makahaba. Kahaba anachotafuta yeye ni kuvutia hao anaowaza wanaweza kuvutika kwa jinsi hiyo. Anajenga mazingira ya kikahaba ya kuwavutia. Kwa ndugu yangu, mimi nimepewa kuifundisha kweli, nimepewa kukueleza hali halisi ilivyo, lakini uamuzi ni wako mwenyewe. Uendelee kuvaa wigi, kazi yangu mimi nimemaliza. Lakini kwa kuwaza kwamba unaweza, wenzako wanatoa kwa shukrani kwa Mungu wao Balaji Vishnu, na wewe unavaa kumtukuza, umezikataa nywele za Mungu, nywele zako, halafu kavaa nywele hizi, ukatumia matumizi yasiyo ya asili, halafu kawaza utaingia mbingu na kusema tuko huru katika Bwana. Mimi kazi yangu nimeimaliza.
juu yako, nimekuwekea mema na mabaya. Chagueni hivi leo mtakayemtumikia, Yesu Kristo au Balaji au Vishnu.